unatakiwa uwekeze pesa yako sehemu ambapo return yake ni kubwa zaidi ya inflation rate. Kwa hiyo inflation rate inaweza kuathiri mipango ya matumizi yako. Watu wengi huweza kufikiria kiasi ambacho wanaweza wakatunza kwa ajili ya maisha yao yote baada ya kuwa wameshazeeka, lakini wanashindwa kufikiria namna ambavyo inflation rate inaweza kaja kaathiri kile kiasi ambacho kwa wametunza kwa ajili ya maisha baada ya kuwa wameshastaafu. Kwa hiyo bei za bidhaa muhimu kama chakula, afya, malazi huwa vinapanda kulingana na muda. Kwa hiyo inflation rate inaweza ikaharibu hivyo vitu, lakini sababu kama ungekuwa umeshavizingatia tangu muda hata haviwezi kukuathiri. Kwa hiyo ni muhimu sana unafanya plani ya retirement, hakikisha mapato yako yanaendana na mfumuko wa bei. Ni muhimu sana ukawekeza kwenye njia ambazo zinasaidia akiba yako iweze kukua kulingana na kiwango cha inflation rate. Kuna hatua ambazo unaweza kuchukua ili kujiandaa vyema kustaafu. Nikukaribisha sasa tujifunze hatua 5 za kupanga kustaafu. Hatua 5 za kupanga kustaafu. Namba 1. Hatua ya kwanza, weka malengo ya kustaafu. Weka malengo ya kustaafu. Panga ni lini utastaafu, na ili uweze kuweka malengo ya kustaafu, jua ni lini unataka kustaafu na maisha gani unayotarajia kuishi baada ya kustaafu. Hii itakusaidia kupanga rasilimali zako vizuri. Nilisema kwamba kustaafu sio tu sio kwa sababu ya umri au kwa sababu ya ugonjwa, bali ni mpango ambao mtu anajiwekea mwenyewe. Mfano, umri rasmi kustaafu kwa Tanzania kulingana na sheria ya nchi ni miaka 60, lakini unaweza kustaafu kabla muda huo kwa kuamua mwenyewe kabla miaka 60 kufika. Mfano, kwa sasa hivi una miaka 30, unaweza kupanga kustaafu kwa miaka 46. Kwa maana kutoka miaka 30 mpaka miaka 46 una miaka 16 ya kufanya kazi tu. Hiyo miaka 16 miaka ya kusave, miaka ya kuweka kufanya investment, miaka ya kutengeneza mifumo ambayo itakuwa inakuingizia pesa wakati wewe haufanyi kustaafu. Mfano, ukiwa na miaka 51 na Mungu akikupa kuishi miaka labda mpaka miaka 80, kwa maana hiyo unatakiwa uwekeze kustaafu kwa miaka 29 baada ya kazi. Unatakiwa uwekeze kwa ajili ya kustaafu ambayo itakusaidia kwa miaka 29 post retirement. Jambo la msingi katika kuandaa malengo ya kustaafu ni kujua ni lini utastaafu. Je, retirement kwako unaichukuliaje? Lakini pia muda wa kuishi baada ya kustaafu. Kwa kufanya hivi utaweza kuweka dira, itakupa dira nzuri ya namna kiasi gani ambacho utakuwa uwekeze kwa ajili ya maisha baada ya kustaafu. Kwa hiyo tumesema kitu cha kuzingatia kwenye kuweka malengo ya kustaafu, cha kwanza ni lini utastaafu. Je, ni maisha gani umepanga kuyaishi baada ya kustaafu? Je, kustaafu kwako unaitazamaje? Unaichukuliaje kustaafu kwako? Lakini pia muda wa kuishi baada ya kustaafu. Hatua ya pili ni kufanya tathmini ya akiba na hali yako ya uchumi kwa sasa. Fanya tathmini ya akiba ya hali yako ya uchumi, akiba yako kwa sasa. Hapa unaangalia vitu vitatu. Kwanza unaangalia asset ulizo nazo, kipi ambacho ni asset, unaangalia liability, unaangalia na hali yako ya madeni kwa sasa. Asset ni kile kitu ambacho kinaingiza pesa kwenye akaunti yako. Chochote kinachokuingizia pesa kwenye akaunti yako, hiyo ni asset. Lakini liability, kinachotoa pesa nje ya mfuko wako, kinachokutolea pesa kwenye mfuko wako, hiyo ni liabilities. Mfano wa asset ni kama mashamba, real estate, viwanja, hizo ni asset. Angalia ni kiasi gani cha pesa unachotakiwa kuchangia kwenye mfuko wako wekeza kwa kila mwezi. Kwenye hatua ya pili tulisema kuhusiana na mambo ya kuangalia stock. Kwa hiyo ukishachukua stock na hali yako ya uchumi wa sasa, angalia kwa umakini ni kiasi gani cha pesa kinaweza kupatikana kwenda kwenye retirement zako, kwenye retirement saving ya kila mwezi. Kabla kufanya hivyo ni lazima kwanza uangalie retirement budget yako imekaaje, ili uweze uangalie namna gani ambapo utaweza kuchangia kwa kila mwezi. Sio rahisi kuwa na figa kiasi gani cha pesa ambacho unataka kutumia kwa kila mwezi baada ya kuwa umestaafu kwa ajili ya maisha ya baadaye baada ya kumstaafu, kwa ajili ya kulipa bili ya maji, bili ya umeme, kwenye afya, kwenye malazi, kwenye sherehe na matibabu kwa kila mwezi. Ila unaweza kutambua kwa kuangalia kiasi unachokitumia kwa sasa
kwenye maisha yako, lifestyle yako ya sasa imekaaje. Mfumo wako wa maisha ya sasa inaweza ikakupa fuasini, ukajaribu ukaweza kuangalia ni maisha gani ambayo utaishi baada ya kustaafu miaka ya baadaye. Lakini wataalamu wanasema unahitaji angalau 80 mpaka 90 ya bajeti yako ya mwezi ya sasa kwa ajili ya bajeti yako ya mwezi maisha baada ya kuwa umeshastaafu. Kwa mfano, kwa sasa unatumia 100,000 kwa mwezi, basi utahitaji kutumia 80,000 mpaka 90 kwa mwezi baada ya kuwa umeshastaafu, ambayo tunasema for the bare minimum expense after the retirement. Kwa hiyo kama unatumia 90,000 kwa mwezi kwa sasa, ina maana utazidisha 90,000 hiyo kwa miezi 12 kwa mwaka. Ukijiandaa vizuri kustaafu, hautajenga jumba kubwa na kuishia kuweka bati. Hautajenga jumba kubwa ambalo hautaweza kuweka single hautaweza kufanya finish ndani kwa kupaka rangi. Jumba kubwa ambalo limekaa tu kama bwalo la kulia chakula. Kama umejiandaa vizuri, hautafanya vitu kama hivyo vya aibu. Kwa sababu na tulisoma katika kile kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 14 kuanzia mstari wa 28 hadi 30, ambao unasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumaliza, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Watu wote wanao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza vizuri lakini ameshindwa kumaliza. Ukijiandaa vizuri, hizi haibu hazitakupata. Kama ulikaa vizuri, ukafanya tathmini, ukaangalia bajeti yako imekaaje, bajeti yako kile unachokipata namna gani unaweza ukasave, ukapiga hesabu baada ya kustaafu labda miaka 60, miaka ambayo Mungu anaweza kupatia miaka 30 baadaye, ukaanza kupiga hesabu ukajiandaa vizuri, hautapata aibu. Ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 1 hadi wa 7, kuna ile habari mke ambaye mume wake alifariki. Baada ya kuwa amefariki, aliacha deni kubwa. Kuwa amejiandaa vizuri na kustaafu, hakuwa ameandaa familia kuwa na mazingira mazuri baada ya kuwa ameshastaafu au haipo duniani. Kwa hiyo deni ambalo aliloliachia familia yake, deni liliendelea kutesa familia. Mdeni alipokuja kudai deni hilo, familia ilikuwa haina chakula, haina namna ambavyo kalipa ile deni, bali mdeni aliamua kuwachukua watoto ili aweze kuwapeleka kwenye mashamba ili waweze kulipa deni. Maana yake familia inaingia kwenye utumwa kwa deni ambalo aliloliacha baba, ambaye hakujiandaa vizuri na kustaafu. Bila kujali alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa ni mcha Mungu, madeni hakuweza kuangalia hivyo. Kwa hiyo aliacha familia madeni ambayo ilipeleka kwa watu. Kwa hiyo ukiwa na aseti zako ambazo umezipangilia vizuri, wakati ambapo una kipato vizuri, wakati ambapo una mshahara, wakati ambapo kuna kiasi kinaingia mkononi mwako, zile asset ukiziandaa vizuri, baadaye zitakuwa zenyewe zinakutunza. Kwa hiyo ukizitunza kwa sasa hivi, na zenyewe baadaye zitakuwa zinakutunza wewe au zinaitunza na familia yako. Hautakuwa na uzio wa kuwafanya watoto wao na kulelea, wao wanapokezana kukulea, wao wanapokezana kijiti katika kukulea wewe. Kama ulijiandaa vizuri, familia yako haitakuwa inapokezana kijiti katika kukulea wewe kama ulijiandaa vizuri, bali utachagua mwenyewe uishi maisha gani, lifestyle gani ambayo unataka uishi baada ya kuwa umeshastaafu. Ni wapi unataka uishi na ni kitu gani unataka ufanye kwa wakati huo. Ni maisha gani unataka ule, nini unataka ule, vyakula gani unataka uishi, maisha gani unataka umtumikie Mungu kwa namna gani. Mlalamikaji malalamisha yanakuwa ni makubwa. Hatua 5, fanya tathmini ya hatari kwenye retirement plan yako. Evaluate the risk. Watu wengi mara nyingi wanavyojiandaa na kustaafu, huwa hiki kipengele ni cha muhimu sana, lakini huwa wanakisahau. Jaribu kutathmini riski, jaribu kutathmini hatari gani ambazo unaweza kukumbana nazo kwa sasa na baadaye ukiwa umeshastaafu. Kuna aina kuu 2 za hatari ambazo unaweza kukumbana nazo kwenye retirement yako. Aina ya kwanza ni inflation risk pamoja na health risk. Kwenye inflation risk, kitu ambacho natakiwa kuweka msitizo kwamba ni time value of money. Yaani kwenye uwekezaji wote ambao unaofanya au umepanga kufanya, ili ukuingizie pesa, uingizie passive income yako kustaafu, lazima uzingatie swala la time value of money. Ni vizuri ukafahamu namna ambavyo risk ya inflation inaweza ikaathiri ile retirement yako au retirement plan yako. Kwa mfano, ni muhimu sana
ukafahamu. Unavyosema inflation risk, maana yake tunamaanisha ni mfumuko wa bei ambayo inapunguza thamani ya pesa yako kwa muda. Kwa hiyo kwenye retirement plan yako ni muhimu sana ukafahamu mfumuko wa bei, inflation, namna ambavyo inaweza ikapunguza thamani ya pesa yako kulingana na muda. Kwamba inflation inaweza ikasababisha kupunguza kwa thamani ya pesa yako kulingana na muda. Hii ina maana kwamba kiasi cha pesa ambacho ulichoweka kwa ajili ya kustaafu kinaweza kupoteza uwezo wake wa kununua mahitaji yako baadaye. Kwa hiyo ndio maana nasema unapaswa kulifahamu hili. Kwa mfano, ukiwa na akiba nyingi, umeweka akiba kwenye akaunti yako, kule mfano tulisema una milioni 105 na 360 kwenye akaunti yako, lakini mfumuko wa bei, inflation rate inavyozidi kuongezeka inapunguza ile thamani ya ile pesa yako. Kwa milioni 105 uliyoiweka mwaka 2000 kwa ajili mfano ya kufanyia kitu fulani, mwaka 2025 hii milioni 105 haiwezi kufanya kile kitu kwa sababu mfumuko wa bei umeongezeka tangu 2000 mpaka 2025. Kwa mfano, kwa mwaka 2019 ule mfano ulitunza shilingi 90,000 ambao ulipanga kwa ajili ya kununua mifuko 5 ya cement, na kipindi hicho mfuko ulikuwa unauza shilingi 18,000. Kwa hiyo ukichukua 18,000 mara 5 ulikuwa unaweza shilingi 90,000 ambapo ilikuwa inaweza kununua mifuko 5 mwaka 2019. Lakini leo hii mwaka 2025 hiyo 90,000 ambayo uliotunza haiwezi kununua ile mifuko 5 ya cement, badala yake itanunua mifuko 3 kwa sababu ya mfumuko wa bei. 2019 cement ilikuwa 18,000, lakini leo 2025 cement hiyo imepanda, imekuwa shilingi 24,000. Kwa maana hiyo sasa utahitaji 1,15,000 ili uweze kununua mifuko mingapi? Mifuko 5. Kwa hiyo inflation inavyopanda na pesa yako pia inatakiwa ikue kulingana na ile inflation rate. As inflation grows, your money needs to grow. Inflation ikiongezeka pia na pesa yako inatakiwa iongezeke ili iweze kufidia, iweze kubiti ile inflation rate. Kwa hiyo unatakiwa uwekeze pesa yako sehemu ambapo return yake ni kubwa zaidi ya inflation rate. Kwa hiyo inflation rate inaweza kuathiri mipango ya matumizi yako. Watu wengi huweza kufikiria kiasi ambacho wanaweza wakatunza kwa ajili ya maisha yao yote baada ya kuwa wameshazeeka, lakini wanashindwa kufikiria namna ambavyo inflation rate inaweza kaja kaathiri kile kiasi ambacho kwa wametunza kwa ajili ya maisha baada ya kuwa wameshastaafu. Kwa hiyo bei za bidhaa muhimu kama chakula, afya, malazi huwa vinapanda kulingana na muda. Kwa hiyo inflation rate inaweza ikaharibu hivyo vitu, lakini sababu kama ungekuwa umeshavizingatia tangu muda hata haviwezi kukuathiri. Kwa hiyo ni muhimu sana unafanya plani ya retirement, hakikisha mapato yako yanaendana na mfumuko wa bei. Ni muhimu sana ukawekeza kwenye njia ambazo zinasaidia akiba yako iweze kukua kulingana na kiwango cha inflation rate. Kwa mfano tuchukulie kuna mtu anaweka akiba yake labda kwenye benki, labda anaweza kwenye fixed account ambayo labda kwa mfano inakuwa kwa 2%, lakini kwa wakati huo vile na inflation rate inakuwa kwa 6%. Kwa hiyo unajikuta fedha yako, ule ukuaji wa pesa yako hauendani na namna ambavyo thamani ya pesa yako inapungua. Pesa yako inakuwa kwa 6%, lakini pesa yako inaathiriwa na inflation rate ambayo inaenda kwa 6%. Badala ya kuweka kwenye account ambayo inakuwa kwa 1%, mfano kuna mfuko ya Mama Samia ambayo inakupa zeko la 16% kwa mwaka, riba ya 12%. Kwa hiyo hata kama inflation ni 6%, hata kama ni 7%, bado pesa yako itabakia na uthamani wake, hawezi kupungua uthamani sababu utakuwa na mfuko wa Mama Samia Suluhu Hassan ni 12%, ambapo pesa yako inakuwa kwa 12%. Maana yake ni kwamba hata kama inflation rate inaongezeka, bado hii pesa yako haiwezi kuathiriwa sababu ile ukuaji wa pesa yako, ile return, ile dividend ambayo unapewa inaibiti ile inflation rate. Kwa hii ina maana kwamba unahitaji akiba ambayo itaendelea kukutunza kwa muda wa miaka mingi baada ya kuwa umeshastaafu. Kwa nini unataka ufanye hivi? Itakusaidia kupanga muda mrefu wa kuishi baada ya kuwa umeshastaafu. Kwa hiyo wekeza katika rasilimali zinazoweza kushindana na inflation rate. Rasilimali ambazo zisizohamishika, kwa mfano wengine unawekeza kwenye mashamba, wengine unawekeza kwenye real estate. Kwa hiyo tathmini mipango yako, unatakiwa tathmini mipango yako mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba pesa zako ziko salama na hazipungui thamani yake. Uwekezaji wako lazima uweze kuendana na mazingira, kuendana na, kwa mfano nataka kwa miaka 20 ijayo, lazima uwe uangalia. Kuna mabadiliko mengi sana yanaweza kutokea hapa katikati, lakini ukiwa uko serious kujua kinachoendelea, unaweza kujua. Tamani kujua mabadiliko kwenye asset zako
Tamani kujua mabadiliko kwenye investment asset zako ulizowekeza. Usibakie ukajifungia kwenye box. Kwa ni vizuri utafuta elimu namna gani ambavyo inflation rate au muda unaweza ukaathiri investment zako ulizozifanya. Kwa kifupi, kuelewa risk inflation inasaidia kuhakikisha kwamba pesa ulizowekeza kwa ajili ya kustaafu zinakuwa zinakidhi mahitaji yako hata baada ya miaka mingi baada ya kustaafu. Kwa maana kwa kifupi nimesema kwamba kuelewa inflation rate inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba pesa uliyowekeza kwa ajili ya kustaafu zinakidhi mahitaji yako baada ya kuwa umeshastaafu. Baada ya kujua athari ya inflation rate au mfumuko wa bei, tuweze kujua athari ya afya au tunasema health risk. Athari ya afya ambazo unaweza kukumbana nazo ni afya ni mtaji wako mkubwa ambao unatakiwa uwe nao kwanza. Afya ndio utajiri wako mkubwa, ndio mtaji mkubwa kwenye maisha yako. Uwe makini na afya yako kwa sababu timamu wa mwili wako wa miaka 60 ijayo inategemea lifestyle ambao umeishi kwa sasa. Kwa miaka 60 ijayo inategemea wewe umeishije kwa sasa hivi. Namna utakavyochagua uchaguzi wako wa vyakula kwa sasa kwenye mfumo wako wa maisha ndio kawaamua kesho yako itakuwaje kwenye afya yako. Kwa muda huu ambao unaweza ukajiandalia maisha yako ya baadaye pindi ambacho ni ujana wako. Kwa muda huu ambao upo na umri mdogo, tunza sana ujana wako kwa sababu utaenda kuwa matokeo ya vile ambavyo utakavyokuwa mzee au baada ya kuwa umeshastaafu. Pindi ambacho bado ni kijana, lifestyle ambao utakaoamua kuishi, maisha ambayo utakaoamua kuishi kwenye uchaguzi wa vyakula, kwenye masuala ya afya, itaenda kuwa jibu la namna ambavyo utakavyokuwa baada ya kuwa mzee. Kwa ushauri wangu ni kwamba uwe makini sana na mfumo wa maisha ule uchagua ili uweze kutumia pesa ambazo ulizozitunza vizuri, pesa ambazo uliweka kwenye retirement plan yako, uweze kuzitumia vizuri kwa ajili yako pia na kwa ajili ya familia yako. Usije ukawa umetunza pesa kwa ajili ya kuja kuhudumia kwa ajili ya magonjwa. Kwa kama hautaamua vizuri, kama hautaki mfumo mzuri wa ulaji wa chakula, fanya mazoezi vizuri kwa ajili ya kulinda afya yako. Kama hautafanya hivyo vitu vizuri, na maana pesa ambayo uliyotunza itaenda kutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa. Utakuta pesa ambayo umeitunza haitaweza hata kukusaidia kwa ajili ya miaka ambayo utakuwa kuishi, bali itakusaidia kwa ajili ya magonjwa. Hautaweza kuisaidia familia yako na hiyo pesa yako, bali utaweza kuifanya familia yako pia iweze kutumia hata ile akiba ambayo uliyotunza, lakini na kile kingine ambacho unachokipata wakitumia kwa ajili ya kukutibu wewe. Kwa hiyo unaweza kuipelekea familia ikabakia na madeni, unaweza kuipelekea familia ikawa na mzigo mkubwa sana kwa ajili yako kwa sababu wewe kujiandaa vizuri, kwa sababu wewe chaguzi la lifestyle ambao ulikuwa. Kwa hiyo inaweza kaigari. Ukisoma kile kitabu cha Ewe mvivu mwendee chungu, zitafakari njia zake ili upate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala hana msimamizi wala mkini, hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ukimtazama sana huyu mdudu, anatunza chakula ambacho kwa ajili yake na familia yake, tunzi kwa ajili ya kwake peke yake. Anakitunza chakula kipindi ambacho kuna chakula cha kutosha. Wanatunza chakula ambacho familia nzima inakuja kutumia wakati wa njaa. Wakati wa njaa ni wakati ambao umeshastaafu, ni wakati ambao hauwezi tena kwenda kuzalisha, ni wakati ambapo kile chakula ambacho uliyotunza, yale maandalizi uliyofanya wakati una nguvu, wakati wa jua, wakati ambapo kulikuwa na mavuno ya kutosha, kile chakula ndicho kinachokusaidia. Ile retirement uliyoifanya, ile saving retirement uliyoifanya ndio inayokusaidia. Kwa hiyo huyu mdudu anatunza chakula chake vizuri kwa ajili ya kwake, kwa ajili ya familia yake. Kwa hiyo tunaambiwa tumtafakari sana mdudu ili tuweze kuishi maisha ambayo ni mazuri, maisha ambayo yatakuwa toshelevu, maisha ambayo tutaishi mwisho watu utakuwa ni mzuri. Kwa hiyo ukimchunguza sana huyu askari wa mchwa, wanafanya kazi kwa ajili ya wanatunza chakula cha kizazi chake chote, tunzi kwa ajili ya kwake peke yake, wala asimamiwi na mtu, wala haambii peleka pesa ni safe, wala haambii peleka pesa kwenye mfuko wote wa jamii, bali yeye anajitunzia, anatunza kwa ajili yake, anatunza kwa ajili ya familia yake bila kushurutishwa na mtu yoyote. Kwa hiyo hizo ndizo hatua 5 ambazo utazitumia kwa kujiandaa na kustaafu. Naamini hii video itakuwa imekuwa msaada kwako na umefurahia. Kama una comment niandikie hapo chini. Asante sana kwa kusikiliza.